Mwanangu, usishindane na watu. Najua inakuumiza. Hata mimi mama yako anaumia. Mama, yaniuma sana hii hali. Kwa nini kila siku sisi tu? Mimi siwezi kukubaliana nayo hii hali mama. Mwanangu, usifike huko. Mimi mama yako nimewapoteza watu wengi. Baba yako nimempoteza mpaka sasa mwenyewe naona hayupo. Babu yako hayupo. Mjomba wako hayupo. Lengo langu mama kumfuata yule mzee na kumwambia ukweli. Wewe ndo baba yangu. Wewe ndo furaha yangu. Wewe ndo kila kitu kwangu. Sitaki uingie tena kwenye matatizo. Mama, sina lengo la kushindana nao. Lakini lengo langu kuambia ukweli. Kwa haya anatufanyia. Inaniuma mama. Ama unaridhishwa? Utanisamehe. Acha nifanye maamuzi yangu. Berali, nilikwambia nitakuonesha mpaka kizazi chako kitanijua kama mimi ni nani. Na hata hivyo kuna kijana pale anajifanya yeye marhuni mara akinifanyia hani. Sasa atanitambua. Na kizazi chake kitanijua. Hii kazi ya kwangu. Naondoka. Namfuata mwenzako. Nyote nitakuwekeni misukule. Odi. Karibu. Unasemaje ndugu wangu? Wazee, kwa nini mna huruma? Watutesa kila siku. Hamna utu wala binadamu. Kwa nini? Watutesa kila siku. Hamna utu wala binadamu. Kwa nini? Tuweni tu. Kama unaona kukaa kijiji chenu kufanya vibaya, tuweni. Ila ipo siku kwa Mungu talipa. Lakini mtambue tunaumia. Watu wale mnaotupoteza sasa wa kukusaidia ni baadaye. Kukua kwako unapoendesha vibaya, inabidi ukae chini ujiulize, kwa babu yule mimi nende na gia gani upate njia yako unayokusudia. Lakini ukija kama wewe kama mimi, basi kidogo tutasigana maraka. Inabidi uje kwa utaratibu. Ina maana wewe unakuja kwangu kuja kunitukana mimi na kuja kunikashifu. Sababu makamu uliokuwa nayo haistahili kuja kuniambia maneno hayo. Nimesema simu nataka utondoe. Siogope kutondoa. Tondoeni. Kwa Mungu aliye juu atalipa. Na yeye mtaangamia. Naona sasa umeshakomaa, dunia unaijua. Uwezi wewe kunijibu majibu hayo ya kijasiri ya aina hiyo.
umekomaa vizuri sana. Na wewe unaona una kikosi chako wewe nyuma. Wewe unakuwa kibaraka umetumwa. Kwa hiyo kibaraka wewe inabidi urudi ukaeleze kosi lako lililokutuma. Yule mzee ukali wakupe njia nyingine. Sina mengine yangu. Mpaka tu sasa hivi bado sijamwona Makisio amerudi, na sijui anaendeleaje au yupo wapi. Unajua dada, huu muda unahitaji mabadiliko, sio kama muda wa mara ya kwanza. Anachofanya Makisio ni kitu sahihi sana. Ule mzee alipokuwa anaumwa hapa katikati tulikuwa tunaishi vizuri sana, ila yule mzee amekutana na mpumbavu mwenzake Mwakatege, kamsaidiaje sijui. Sasa hivi utawala umerudi vile vile kama zamani. Utawala umejaa dhambi, unamwaga damu, wajane wanalia kama ulivyopotelewa wewe na mume wako dadangu. Watu wengi wamekufa kwa sababu ya huu utawala. Huu utawala mbaya sana. Hata mimi sipendi utawala huu utokee na uendelee. Na alichokifanya Makisio ni kitu kizuri sana. Huu ni muda wa mabadiliko. Tunatakiwa tubadilike. Kama Makisio ameenda kwa Mwakatege, mimi nitaenda kwa huyo anayejiita mtawala. Inatakiwa tutumie mbinu mbadala, sio tutumie hasira. Hasira huwa hazijengi, hasira huwa zinabeba. Na huyo Mwakatege akimzuru Makisio na kuhakikishia nyumba yake na choma moto, na utawala mwisho ndo leo.